Halo, habari yako? Mimi niko poa tu, sijui wewe. Okay. Sasa sikia basi, niko na shida na wewe, hivyo basi nitaomba tukutane muda huu kama hautojali. Muda huu basi. Haya, sawa, nakusubiri pale tunapokutana siku zote. Haya. mwezi wa fadhila nyingi, karibu mwema mgeni, ucha Mungu ndo msingi. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Vipi hali yako? Nzuri. Za utokako huko? Safi tu, sijui za kwako. Nashukuru Mungu. Umekuja kusikiliza wito. Sawa, kwanza nishukuru kwamba umekuja sawa na muda, yani umeenda sawa na muda. Lakini pia kuna jambo la msingi ambalo nataka nizungumze baina yangu mimi na wewe. Nakusikiliza. Unajua, mara nyingi unapofika mwezi wa Ramadhani sisi tunakuwa tunaufanya au tunajimilikisha kama vile mwezi wa kawaida, yaani hatujali, hatutofautishi kati ya Ramadhani na miezi ya kawaida. Kikawaida tumejizoelesha kwamba muda wote tunakutana, tunafanya tunavyojisikia nini. Sasa mama yangu, naona mara hii bora tuache Ramadhani kwanza ipite kwa salama, angalau tutangulize chochote kitu kwa Mungu wetu. Kwa maana sasa hivi nimekuita jina la mama, naogopa hata kuita mpenzi wangu, kwa sababu nataka hii Ramadhani sasa hivi ipite salama. Yaani mimi na wewe tusiwe kama vile ambavyo tumezoea, mara tumekumbatiana, mara sijui hivi, mara hivi. Mambo yale tuache, tupite, yapite kwanza, ni tuache mwezi upite kwanza, alafu baadaye tutaendeleza na gurudumu letu. Lakini kwa huu mwezi tusitiri aibu mama wako. Sawa, lakini unavyosema ni kweli, kwa sababu huu mwezi mtukufu wa Ramadhani sasa hivi, yani sasa hivi, yani ukikasirika tu, yani unataka kulia kumchapa mtoto, maana unajikuta unatukana basi zamu. Je, hayo mambo tunayoyafanya? Kusema la kweli, sasa hivi tujikite na tujikurudishe katika mambo mema. Lakini uniahidi, sio unaniambia hivyo mimi, alafu nakuja hapa unanibadilikia. Mimi kwa hilo wala usijali, kwa maana na maanisha jambo la kwanza. Alafu jambo jingine, mimi si ndo nilokuita nikakwambia hivyo basi. Kwa hiyo wala usijali kuhusu hilo. Hata mama kasema uwe usije sasa hivi kipindi cha Ramadhani, usije kwanza, utolie mpaka Ramadhani ishe. Umeona sasa, mama mwenyewe kumbe kagundua, kwa sababu anajua tukikutana mimi na wewe hakuna cha usalama. Ila sawa, maneno yangu kwa muda huu ni haya. Kwa hiyo nahisi hilo jambo lianze sasa hivi. Ukifika tu siku zetu za kawaida basi, lakini kwa kipindi cha si itabidi ndio hivyo, au unasemaje? Haya, basi naweza kusema lakini unapendeza. Mashaallah, Ramadhani sasa hivi uogo mwaka huu na siku ya kawaida wewe unafanya hivyo hivyo, uwe kidogo unasema kama siku hizi tusiendelee na mambo yetu. Kashanga. Haya, sawa basi, tutajifunza, ndio tunaanza katika mwezi huu hapa. Mwenyezi Mungu atujalie tufike hilo lengo. Sawa. Haya, mendo zangu kupika. Haya, sawa. Iftari nini leo? Mihogo. Tutakuja kunywana na haya lolobakia tu. Haya, salimie. Si bosi shule nenda tarehe wapi na hajaniambia? So kwa safari ile hawana msikiti mpya huku.
Halo, nifuate. Sawa, najua mimi ndo nimezungumza na mimi ndo nimekupanga kila kitu kweli, lakini nikakaa vile vile nikatafakari, umenifahamu vizuri, nikaona bwana, bora tuje tuagane. Kijana mwema yule, wazee washaanza kumtolea mfano. Yule pale alifika hatua akanzuia sasa ende Bongo. Shamchukua mtoto wa watu Ramadhani hii, taka kampige kubu sasa. Ili tukikaa tena hapa mwezi unapita usalama usalimini, kila mmoja anakuwa huru na mwenzake, kuliko kusema kwamba mimi bwana nakai ni uongo. Vijana sio, tuna mambo mengi. Kwa ndo maana nikakupigia simu nikakwambia kwamba na shida nawe mara moja, uje tufanye mazingira hivyo, nikajipigie pasi zangu, kisha mambo mengine yaende, mwezi upite usalama. Wewe si tumeapiana, tumeahidiana tukapiana. Sasa na nilijua tu kwa sababu yani wewe roho ya uvumilivu huna. Nilijua tu. Najua. Ndio maana nikasema vipi? Kwamba wacha nije hapa karibu yako nijipigie pasi zangu, afu mambo mengine yaende. Mimi sitaki basi. Sasa utakuwa kama unaniangusha, unanikomoa kwa sababu nimezungumza mimi mwenyewe. Sawa, kama kauli nimekamia basi mimi mwenyewe naiondoa. Haiwezi kuondoka. Na kama ni swala la Ramadhani mchana. Sasa usiku kila mmoja anapiga pasi zake. Lakini alooa. Wewe umenioa? Vile shushu. Au shushu la kuashia vyombo. Ya leo kali. Sasa ukija kwenye masuala ya dini yani ndio uniweza sana. Yaani fahamu, wewe sikiliza mamtu. Tufanye hicho ambacho kilichonileta mimi, basi mambo mengine yaende. Saidie tu bwana. Deka dafaa tunapiga pasi zangu, mwezi unapita usalama kabisa. Unajua tena. Uwanje unamiba basi kama utaka pasi. Unamiba tezi tukahakikishe. Akamumetia tomato na iramba twende. Toba. Paka ndani. Kesho itaonana. Bala shushu, maalimu, imamu, alhabibi, wazee washaika mfano. Shushu kashaogoka. Hawajui tu matendo anayofanya. Alifika hatua akazuia, mimi sijui nitamkuta. Ramadhani mchana usiku anabambiana. Hatari, sijui yupo hapo Edu la shushu wewe. Maalim. Yaani hiyo heri bora nilipokukuta hapo Maalim, sio testi ighfari bana wewe. Maalim. Wewe min alfaizina, nikataka kushangaa. Abu Jeheli miaka yote alokana mtume. Haje kubadilika, kashalinganiwa sana. Eti wewe utakuja kunipa mawaidha mimi nsiende uongo. Bongo sijaenda. Haya Maalim, jana vipi ukakimbia msikitini? Ukaenda kutafuta nyumba huko ukamswadisha mtu wa watu. Shachukua maamuma huko nyuma muongozana kwenye vyumba vya watu. Ukasema Ali msikitini tumekutendea nini sisi Maalim? Mwema. Haya. Vipi? Ngoja kwanza sijakufahamu vizuri. Unamaanisha nini yani? Yaani mara sijui maamuma, sijui msikiti nene. Mimi sijakufahamu wakati mimi jana nilikuwa nipo msikitini tena swafu ya mbele. Saa ngapi hiyo? Sasa 10. Mimi zungumzi saa 10 hivyo. Ile saa 3. Sio alikuwa kuna swali gani pale? Ya habibu, upo na maamuma wako mnaongozana hivi kama mabata. Kwenye vijumba vya watu ukasema tarawehe leo zaenda kuswali ndani huko. Haya vipi maamuma? Maamuma Imamu Maalim. Bwana ushalingania sana, kataa kushangaa. Kuna wazee huko sasa hivi washakusanya watoto wao. Mwangalieni shushu sasa hivi wakutolea mfano, lakini nikashangaa nikajiuliza. Kwa hiyo watu ndio wanaenda kuswalia kule sasa hivi. Saa 3 usiku mahali. Tena kikubwa kinachoniumiza. Siku kanifukuza nyumbani mle. Na mwiko ule. Sijui nimedokoa nini. Wewe sasa mimi nilikuwa kufanya nini? Kuna die watu mwizi.
Maalim wewe. We kishindo. Subiri kwanza twende taratibu. Sijui Maalim, sijui nini, utakuomba dua nini? Ndiye mwema, tuendelee baba. Sasa yote kwa yote sawa. Haya. Twende kwenye pointi yako. Pointi yako sasa ni kitu gani? Kile kibinti. Kibinti? Ushasahau Kibinti kipi hicho? Haya kumbuka jana usiku ile nyumba ya nani ule. Kwa nini kufanya na kibinti cha watu? Usiogope, mimi simwambii babako. Wewe si una mdomo, sipenda kumwambia baba nini. Tulia, mimi simwambii babako. Haya ni hadisie kibinti cha watu tarawehe kwenye vijumba vile. Hii nini? Tena nilikuwa nashangaa. Yaani faster tu kama upepo umebadilika, ni umebadilika. Nasema alhamdulillah. Hebu ngoja. Yaani hujanifananiza mimi lakini. Wewe sikujui wewe, nakujua atakuja baleni. Mimi jana nilikuwa baada ya imamu. Niko nyuma mimi hapa. Yaani namsubiri akosee tu nimkosoe. Alafu nakuja kuniambia sijui kwenye studio nyumbani wapi na wapi. Sasa mimi niliajua tu kama atatokea nikuoneshe video. Uko na binti wa watu unaingia na nikuoneshe video. Haya sasa. Tunapangaje hapo? Usikilize. Babako simwambii. Si mbea. Si nakwambia babako utakuja. Nakusikiliza vizuri habibi. Maalim Sheikh. Hiyo kofia umevaa kwa nini? Ungetafuta kofia ya kiua wewe shehe. Najua tena. Lili. Si shehe wala. Usikimbie sio tufunge, sio tubadilike, sio usini. Tarawehe sio tahajjud ile witri na mtoto wa watu upo. Niona kweli. Kumbe kweli Sasa sikiliza basi, sikiliza nikupange. Mimi na wewe. Kitu hichi moja. Lako ni la kwangu. Yameanza lini hayo? Shanifahamu. Ungeniachia mende bongo, asingekukuta hayo. Nisikilize kijana, nisikilize. Tunakwenda taratibu. Shanifahamu. Sasa kama ni hivyo kijana. Mimi jana kweli, shanifahamu. Halafu nikwambie kitu kimoja ulichukua kujui. Ramadhani ni mchana. So usiku baba. Ramadhani ni mchana baba, usiku unajipigia pasi zako vile kama kawaida. Sasa wewe ukiniambia kama hivyo sijui nini, yani kama hapo unanichoresha tu. Ni mkubwa akitoka ndani akija kijua tena wewe. Yumo kwanza. Yumo. Tutafute sehemu ya kwenda kwa maana nishakuona wewe domo lako nalijua wewe. Mimi sina sasa nenda kumwambia babako. Yaani wewe kwanza vipi mkoba wangu kwanza? Kakunyima wewe Mungu. Yaani huna haswa. Yaani uchukui hata dakika mbili. Ninavyokujua wewe. Ninavyokujua wewe. Tuondoke. Sasa hivi niondoke mie. Sio zamu yako tuende mbele. Maana upo siku zile ulinipitisha kama mbwa niko mbele hivi unatanguliza. Alafu leo nitangulia tena mbele. Sasa ile ilikuwa mchana. Yaani mambo yale usiku sasa kijana tuondoke. Tuondoke kijana, tuondoke. Maana unapokwendea wewe. Sikiliza kijana. Yale sio mambo mazuri. Hata kidogo kuyazungumza mbele ya nyumbani pale. Sawa Maalim. Sawa nimekumbuka. Unakumbuka kaona manangu? Ushasahau. Sio kama hujauza ule mkoba. Mkoba wangu. Mkoba ndio nao. Ndio haraka. Vipi sasa naupata saa ngapi? Sasa mimi si ungechukua simu. Sasa sikiliza basi. Tufanye hivi. Tunabadilishana maamuzi. Yapi hayo? Utanifahamu? Mkoba nakupa. Lakini unanifichia siri yangu kama nilivyokuistahia wewe. Sijasema pale, sijamwambia mtu. Sasa wako wangu mkoba. Basi sawa. Poa, lakini sendi bongo nitabaki hapa maana kienda bongo mengine atanipita. Twende baba. Usiogope simami babako. Wala yaani ndio umekuwa mdogo. Yaani shida yako wewe nakujua wewe. Mimi sisemi uchukue, yani wewe kaba sasa huna. Mimi sina.